Haya ni makundi manne ya wanawake ambao mwaka 2025 walifanya makosa na yakawapelekea kushindwa kubeba ujauzito. Kundi la kwanza ni wale wanawake ambao waliona mtandaoni kwamba folic acid inasaidia kubeba ujauzito. Ukweli ni kwamba folic acid haisaidii kubeba ujauzito. Kundi la pili ni wale wanawake ambao wana mahusiano ya mbali, yani yeye na mwenza wake hawakai sehemu moja, na ana target siku moja kabla ya ovulation anasafiri kwenda kukutana na mwenza wake ili aweze kushika ujauzito. Unapokuwa kwenye safari, mwili unaweza ukachange, baadhi ya vitu vinaweza vikabadilika na kupelekea wewe ovulation ikachelewa, hali ambayo inaweza kufanya ni ngumu wewe kushika ujauzito. Lakini kundi la tatu ni wale wanawake ambao walikuwa wanapata maumivu kipindi cha ovulation na wakaacha kushiriki kwa kuogopa kupata maumivu. Lakini ukweli ni kwamba baadhi ya wanawake wanapata maumivu kipindi cha ovulation ambayo inaashiria kwamba una uwezo wa kubeba ujauzito. Mwaka 2026 ukivumilia hayo maumivu utabeba ujauzito kwa urahisi sana. Kundi la nne ni wale wanawake ambao wanajifananisha. Kuna baadhi ya wanawake wamewahi kutumia uzazi wa mpango wakaacha na wakabeba ujauzito. Sasa na wewe unajifananisha na mwanamke ambaye aliacha kutumia uzazi wa mpango akabeba ujauzito, na wewe unasubiri kwamba utabeba ujauzito. Kama ulitumia uzazi wa mpango na umekaa zaidi ya miezi 6 pasipo kubeba ujauzito, inawezekana una changamoto tayari ambayo inahitaji kupata matibabu. Mwaka 2026 ukiepuka makosa hayo, basi utabeba ujauzito kwa urahisi sana. Natumaini nimekusaidia kitu kwenye video hii. Usiache kushare, kulike, comment, lakini kama ni mara yako ya kwanza kutembelea page hii, usisahau kunifollow kwa mafunzo ya afya ya kila siku.